Invest, unaposikia kuinvest, sio kuinvest kwenye apartment tu, kwenye manyumba, kwenye magari, kwenye biashara mbalimbali. Hata mtu kuweka bando lake ni kuinvest. Ameweka bando lake, unamchatisha kuanzia asubuhi mpaka usiku. Miezi 2 mitatu, saa nyingine unamchatisha mpaka saa 8 za usiku, unampigia simu, unamuuliza kila kitu unamuuliza, anakupa ushirikiano, anakujibu vizuri. Mwisho wa siku unachokuja ukifanya Mwenyezi Mungu anajua. Basi bora uende kiwanda kingine basi. Lakini unaenda pale pale alipokuelekeza yeye, unaenda pale pale na kuuliza kile kitu ambacho mlikuwa mnazungumza, ukiamini kwamba labda atakuwa amekuzidishia bei. Mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Hakuna mtu anaweza kukuzidishia bei endapo unajua yupo kampuni gani. Kwa sababu anahofia kwamba nikimzidishia bei akija hapa kikuta bei sio, ina maana atanichukulia mimi ni tapeli, atanichukulia mimi ni mtu tofauti. Kwa hiyo watu wanafanya biashara, umemsumbua mtu, mmepatana, mmemaliza, na unamwambia kesho nakuja. Tena wakati mwingine unamuaisha. Unajua saa nyingine hapa unashangaa kiwanda kinafunguliwa saa 2, lakini sales hapa amefika saa 12, mteja amemwaisha. Lakini badala yake yule mteja anakuta kwenye WhatsApp hajaweka picha, huyo anakuja hata ampigii mtu huyo simu. Anakuja, anafika pale, anauliza bei, anakuta ni zile. Sometime atamhoji yule aliyomkuta, bei ina maana haipungui na nini, mbona kuna mtu hivi na hivi. Sasa hapo unafanya nini? Okay, haikatazwi ndugu zangu, wateja zetu, haikatazwi. Unataka kujiridhisha kile alichokuambia Kevin Mabati au alichokuambia mtu mwingine ambaye utafanya naye biashara, kama kipo sawa, ni kweli, nenda kaulize. Ukiona bei ziko sawa, basi mtafute, mrudie yule Kevin Mabati, mrudie wewe mtu mwingine. Kiukweli wengine wanashindwa kusema. Mimi nimejaliwa kusema, nimeona niwasemee. Watu wanaumia moyoni. Ukifanya hivyo unamnyima bonus mwenzio. Ile bonus angepewa na kampuni yake, maana ingemsaidia kula na watoto wangefurahi, hata wewe mwenyewe ungepata baraka. Baraka ziko aina nyingi sana. Mtu amekuelekeza, amekupa ushirikiano, basi umejiridhisha bei, umekuta ni vile vilivyokuambia, unaweza kutoka au pale ukampigia bana, vipi, mimi nipo kiwandani. Sawa, mimi nipo kiwandani, naomba njoo. Kama yuko hapo basi atakuja, mtafanya biashara. Wanaumia moyoni, wanaugulia moyoni, wanalia, sio jambo jema. Baraka, mimi nikipata bonus na kampuni yangu, kwa sababu hizi kazi tunapofanya, tunafanya kazi kwa target. Yaani umeambiwa Kevin Mabati, labda kwa mwezi mmoja nataka labda utuuzie tani 20. Ukituuzia tani 20 kwa mwezi, tutakupa bonus ya 300,000, tutakupa bonus ya 400,000. Kwa tunakimbizana na zile bonus. Kwa hivyo ukikataa kulipa oda yako, manake tayari umenishindisha njaa, umeninyima bonus kwenye kampuni yangu, kitu ambacho sio wewe unanipa bonus. Sawa, ni kampuni yangu kwa utendaji wangu bora wa kazi, kuleta wateja wengi na wanafanya manunuzi, manake mimi nakuwa nalipwa. Ni sawa na Shell. Kwa nini Shell ni moja, lakini unakuta wale madada wanauza mafuta, lete gari huku. Nini wakati Shell ni moja? Sio wangekaa kimya tu? Wamewekewa target kwamba bana, wewe ukiuza lita 60 kwa siku, ukiuza lita 80 kwa siku, unapata bonus labda shilingi 30 kwenye lita. Ndio hivyo na sisi. Tuweni waungwana, tuwe na huruma jamani, na waombeni. Yaani si walazimishi, lakini nawaomba. Kuweni na utu kidogo jamani, kuweni na utu kidogo. Mtu amekupa ushirikiano, basi na wewe mpe ushirikiano. Ukifika mtafute. Ama utakujiridhisha kama nilivyosema, nenda kajiridhishe. Ukikuta bei ni hizo, basi mtafute bwana, njoo. Mimi kuna mteja mmoja aliniambia anakuja Jumamosi. Kwa mimi nikajua Jumamosi, kumbe amekuja Ijumaa. Amekuja kufanya research. Bei alizoniambia Kevin ni sahihi. Alivyoona ni sahihi zile bei, alivyotoka tu akanipigia simu, bwana Kevin, kesho anakuja mapema. Sasa nikaona huyu mtu bwana ana ushirikiano, kila kitu akifika ananipigia simu, mpaka eti yuko getini na ananipigia simu, bwana niko getini, namwambia ingia, anaingia. Akaingia mle ndani, nilivyomhudumia sasa
Akaniambia kweli bwana mimi jana mimi nimekuja hivi na hivi, lakini nilipokuta bei ni zile zile na nini, nikaona sio vyema nikafanya kazi na mtu mwingine, kwa sababu umenipa elimu, umenifundisha vitu vingi. Kwa jana nimekuja, lakini nimerudia tufanye kazi bwana. Wewe umenyoka sana, ulichoniambia ndio hiki nilichokikuta. Ndio vitu ambavyo tunapenda.